Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin. Wameanza kumtesa huyu Kindiki hapo. Kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shida hapo mbele, because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Saa hii they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. When Ruto decided he cannot work with me, he sent people to poison me in Kisumu. When it did not work, he sent people to poison me here. I was very careful. I used to go to State House. He would pick the first plate. I'm supposed to pick the second one. Mimi nachukua ya 7 ama ya 8. Saa ile walinishindwa kunimaliza ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent watu wa son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto. Na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani? Na Murkomen. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Yeah? Wale wasaliti. Hao muendelee na hawa. Hawa nimesikia Senator John Medho akiongea Kameme leo. Amenifurahisha sana. Senator, you have made my day today. Amesema hii watu yote wasaliti ya Kasongo. Ile gari ya Kasongo wawekwe ndani na ile mlango ichomelewe na ile gas leader. Ndio wasitoke. So kuna wale wameenda beyond. The real enemies of our community. Kimani Ichung'wa, Mwangi Kiunjuri, Betty Maina, Wamombi, hiyo watu. Yeah? No, Kuria, we have already said is an outcast in the community. Mambo yake tumemaliza. But at least huyu professor tuachane naye, sawa? Let's not attack him. Let's leave him alone because hatuwezi analimwa huko ndani na sisi tunamlima. Tuache. Wacha Kasongo alime yeye na watu yake, si ndio? Tumekubaliana? So mimi nikimalizia niseme mpange vizuri. Tukimaliza hii live kwa sababu tunaona na Wakenya, tukimaliza dance tutaongea mambo ya nyumbani. Bila tutapanga kampeni yetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Finally, I want to thank our churches for standing firm. The churches were conned the way we were conned. The churches of Kenya signed an MOU with William Ruto. Aliruka hiyo MOU. Asanti yake ni kutuma wakora na polisi kanisani kuua watu. So we want to ask our churches to stay steadfast. PCA parish ministers wamenitafuta because I'm a member of the PCA. And they have asked me to help them because the Secretary General, anaitwa Reverend Waihenya, ameshikana na Kimani Ichung'wa, anasukuma wa parish ministers waende kwa Ruto State House na wataki. Ati walipiwa ile madeni iko ya 300 million ya kanisa. Bwana Reverend Waihenya, please. Kanisa yetu ya PCA hatutaki pesa ya Ruto.
iko na damu ya Gen Z. Na ni pesa ya wizi. There is no way tutaenda kuchukua pesa ya SHA tulete kanisani. So Reverend Waihenya, don't be used by Kimani Ichung'wah to coerce parish ministers to go and meet Ruto. They don't want, and they have told me. More than 70 have called me. The Secretary General is pushing them ati waende kwa Ruto, ati kata se call, and to pledge loyalty to William Ruto. And parish ministers don't want. Hata kama tuko na madeni, tuite sisi, si maskini. Kanisa ya PCA tuko matajiri. We can raise that 300 million. Pesa ya Ruto hatutaki kanisani yetu. In any case, Bwana Secretary General, before you ask our parish ministers to go and visit William Ruto, let him arrest and prosecute those who attacked PCA Church Mweki. Before you ask parish ministers to go and visit William Ruto, let him arrest the goons and police who attacked PCA Church Kariobangi. Before you ask our parish ministers kuenda kwa Ruto, let him arrest those who killed Reverend Dumia of Nakuru East Presbytery. There is no way, Bwana SG, you have never condemned the attack of the churches. When PCA Mweki was attacked, SG, why didn't you issue a statement against government? When PCA Kariobangi was attacked, you never said anything. It is I who complained when Reverend Dumia was killed in Nakuru. You didn't say anything. In fact, kwa mazishi ya Reverend Dumia, isipokuwa mimi nilikaa kidete, mulitaka kunikataza kuongea hiyo maneno. And the parish ministers asked me to speak. So Reverend Waihenya, please, wewe mwambie Ichung'wah Ruto atoe taarifa on the safety of our parish ministers for PCA across the country. Don't force our parish ministers kwenda kwa Ruto. Hawataki. Na wameniambia nikuambie. And I'm talking in my capacity as a member of the church and as a leader in this country. The church of PCA haitaki hiyo maneno. Wewe kama unamalizana na Ichung'wah mko na mambo yako, akupeleke kwa Ruto wewe. Wewe akupeleke kama SG, upige picha hapo, upewe ile kitu unapewa uende nyumbani. But don't force our parish ministers to do what they don't want to do. All congregations don't want anything to do with William Ruto. Please don't force our clergy kwenda huko. So mimi sitaki kupitisha kutoka hapo. Mimi nataka kusema asanti sana for the great work you did. Let me in a special way thank and affirm our team leaders, Secretary General John Methu and Wanjiku Moya. Tuwapigie makofi. These two leaders have done a wonderful job. And you led us well. Even myself submitted myself to them. They are the ones who are giving me direction. And I accepted. But don't give me any further direction from now. Sasa mama ya kalao sasa uache mimi nifanye kazi yangu kama kiongozi. I submitted myself. Wakaniambia kuja, mimi nakuja. Lete hii, mimi nalete. So hiyo masimu ya kuniambia lete hii ifike mwisho leo. But they did a wonderful job. Let me thank our senators and members of parliament for your time, your financial support, and your time that you went to Olkalau, despite the fact that you have counties, you have constituencies that you run. You are wonderful people. I want to thank you. Our aspirants who adopted polling stations and gave money to Ngodho and went there with some little money, and you are there personally and physically to campaign and mobilize voters and protect votes. I want to say thank you. Our agents who were in the polling station and stood firm and made sure that people who do not know how to write are not misled, that everybody voted and there was no monkey business. I want to say thank you. For this great team, pongezi. Pongezi. Mimi nimeshukuru.
And of course, NMCs, members of the county assembly, from Nyandarua and elsewhere. Wale walikuwa pale. And our MCAs have been very good, by the way. Kwanza wale wa Nyandarua, Nyeri, Murang'a, Nairobi, wachache. Wengine ni watu ya Kasongo. Na Laikipia, mimi nataka niseme asante. Na mimi pia, I am a fair person. Mimi ni mtu ya shukurani. Siku utanihitaji, I am available. I am available. Na mnanijua mimi. And you know why many people want to come to DCP? Because kiongozi wa DCP ataingia gari akuja kwako akupigie debe na bila kuchoka, si ndio? Nyinyi kwanza mnachoka before mimi. Wewe umeniita kwako unaanza kusema mkubwa sasa tumechoka, wacha tusiwaambie hapa. Na wewe ndio umenialika. Mimi you know I have energy. Si ndio? I have a lot of energy for what you have done in Olokalao. I want to promise you I'll be there for you. And if my word can make your life better, my word will be there. If a photograph with me can make your life a bit simpler, it will be available. If you want me to come and stay overnight kwako, ndio nitatua ile shida iko, mimi nitakuwa. Mimi unajua Reverend Dorcas amenipatia ruhusa. Mimi sio lazima nilale hapa. Kwa sababu anajua hata nikilala nje mimi sina maneno, mimi niko kazini. Ya kufukuza Kasongo. Anajua wherever I am niko kazini ya kufukuza nani? Yeah, because hata yeye alimwaibisha na watoto wake. He embarrassed this lady. Alikuwa anamuombea kila siku kumfukuza kwa ofisi na kufukuza watoto yake. So hata yeye ananiombea na anajua pahali niko ni kazi ya Kasongo. Na mimi kwa sababu siendi usiku, gari yangu is like a wardrobe. Mimi nalala pahali giza imeingia. So kama niko karibu na kwako, kifika 6:30 unipatie pahali ya kulala. Na mimi unajua si msumbufu. Asubuhi mkate na chai mimi nasonga. Sina mahitaji mingi. Hata kama hakuna shawa, kama iko maji ya karai, mimi najua. Mimi natoka nafanya nini? Haenda. Juzi wa moya amenipeleka Kibibiri mpaka usiku. Nilikuwa nikuja nilale hapa. Kufika Nyahururu imekuwa giza. Nimetafuta nyumba, nimelala. I'll be available for you. Na ninataka tukimaliza hii tukubaliane, because I want to travel to the US next month. Before I go, tugurumisha kidogo hapa na pale, si ndio? Wale wako tayari tugurumishe. Nataka nigurumishe hii Embu next week, nigurumishe Meru kidogo. So whatever we need to do hapo Kiambaa, we need to do something. Yeah? Laikipia hapo Nyanyuki. So tutakubaliana. So mimi nataka sasa niseme asante. As you kuja ujue what to do. Sasa wewe hii chama uendeshe. Mimi sasa na mambo ya mlima nimewachia nyinyi. Mimi sasa mniwachilie. Nimsaidie mwezi peke yake. Kutoka hapo nihamie Pwani. Nikitoka Amerika niende straight to Mombasa. Hata nitatafuta ndege ile naenda direct mpaka Mombasa. Mimi niko na boma hapo Kilifi, nikae hapo. Pange Pwani vizuri. Toke hapo niende Western. So nyinyi mchunge boma. Mtachunga? Na hii boma iko sawa. Hii boma iko sawa, iko safi. Iko safi. Iko safi. Na hakuna maneno mengine. Chama ni hii. Chama ni hii. You know that. Si results mko nazo. Silikuwa chama 9. Mko na result ya muna. So wewe ukitaka kujiconfuse, it's up to you. It's up to you. And also this is a party where the party leader is a serious political mobilizer and is a serious orator and he is a man who does not need to be pushed to go to work. Ni mtu anakosa kazi. Mimi nakosa kazi. Juzi mimi nimeita hii akina Nyoto hapa nasema nataka niende, wao wenyewe ndio wanasema ngoja kidogo ngoja. Mimi nasema mimi niko tayari. Sasa Murango huyu nimemwambia twende, anasema mkutano mmoja peke yake. Jana. Mimi nasema sasa mkutano mmoja hii ni kwenda hasara ya mafuta. Mimi nataka mikutano mingi.
So you know your party leader is an active leader, and I'll help you. And I am telling you, we must get a minimum of 130 members of the National Assembly. We must get a minimum of 720 members of the County Assembly. We must get a minimum of 20 governors. And we must get a minimum of 20 senators. And it is doable. And we'll work together. Na hii kazi tutasukuma pamoja. Tutasukuma. Kuanzia sasa, tumulike Kasongo na watu yake. Na nyinyi mfanye kazi na bidii. And hard work has no shortcut. Effort has no replacement. I want you to put effort. I like what Alois is doing in Juja. Anafanya kazi. Mpaka mtu mwingine hapo wa MCA. Because anaogopa, anaanza kusema ati Kiambu, ati natafuta chama, ati pewe direction wa Matangi. That kind of talk. Na nimemwambia huyu MCA anaitwa Mucheke. Hiyo mambo ya kugawa mlima, hiyo ni language ya Ruto. Anybody who is suggesting that the mountain can be divided, hiyo ni mtu ya William Ruto. Na mimi nitakuja hapo Kalimoni. Nataka watu ya Kalimoni waniambie kama ndio ametuma huyu Mucheke kusema ati Kiambu atikae peke yake. Lakini nimechunguza ati anaogopa Alois. Wewe sasa unaogopa nini? Si uingie kwa kiwanja wanaume wanane. Why are you fearing? And finally ndio niite Metho. Hapo kwa Kasongo wamekuwa na mkutano jana usiku. Kimeumana. So tufanye nini? Hii watu ya mlima UDA imekataliwa. So how do we save these people? Ni watu wangu, sasa tutafanya nini? Na watafutiwe chama friendly. So wanapanga tuhuiru barus. Tupakwe rangi tofauti. Wanatoa ile yellow, wanaweka rangi na ile. So be on the lookout. When you see a wheelbarrow, tunatangaza, si ndio? And it's very easy to know the wheelbarrow. Ukiona pahali Kawanjiku wameenda, hiyo ni wheelbarrow, si wheelbarrow. You know now it's very easy actually. Hii watu ya Kasongo, wherever they go, we know for sure. Hiyo ndio nini? Because wako na Rudita Kagogo. All these fellows. So Ruto amewambia atawatafutia vyama. Ati atawapatia pesa kando. Ati wakichaguliwa watarudi ati kwake. Kwanza hata kuweko atakuwa Sugoi to start with. You know, he is assuming many things. Ati watu wachaguliwa alafu ati watakuja kujiunga. He will not be there. But let us be careful about wheelbarrows in the mountain. Number 2, he wants to split this vote by creating some two presidential candidates to lightweight TV. Anasukuma kama mtu hapo watakasimame. Vile ilikuwa 2013, all of us were for Uhuru Kenyatta. Wengine wanajifanya ni wajuaji, mmoja akapata 40,000, mwingine akapata 24. Anybody kwa hii mlima ambaye ako hapa is not with us. And for us here in this mountain, there are only two sides. The side of the community ama kwa Kasongo. You cannot be in the middle. Dole roa ina na dole ke? Dole mohio na dole ke? It is time now. People must decide. Are you with Ruto or are you with the community? The people want to know. And I've been told, mukienda kwa matanga, ukisema unataka kiti unaruhusa huko pande gani? Is that true? Wananchi are asking. And I talked to a leader who called me the other day. Nikamwambia, wewe, nasikia wananchi wakiuliza huko pande gani? Hata mimi nashindwa, where are you? Akaanza stammering, sijui nini, don't talk generally, talk specifically. Nakuuliza, nikamuuliza, uko pande gani? Uko pande ya Ruto ama pande ya jamii? There are two sides in this contest. Between now and election, there is no middle ground.
And anybody in the middle ground is not sincere and cannot be trusted as a leader for this region. Because the time to make a decision is now. The community is under siege. The community is under persecution. The community is facing extinction. How can you be in the middle when your people need you to come and protect them? When people are attacking your churches, when goons are attacking businesses belonging to the community, when your sons and daughters are being sacked, how insensitive can you be that you are in the middle? You must decide, are you with the people or with the oppressor? And there is no middle ground, and we will not allow any middle ground. Na nimemwambia hawa watu, nimewatumania wote, we are not going to allow any activities that can divide this mountain. Any division of this mountain can only benefit William Ruto. Sindio? So anybody who does anything that looks divisive, we conclude, and rightly so, he is an agent of William Ruto. And that is it. And when I was in office, because of naivety, and also being a Christian. You know, when you are married to a pastor, you stomach a lot of things. So when Mkristo pale unaambiwa hapana wacha fujo nini, I allowed leaders to undermine the unity of this region. I've told Pastor Dorcas, hii kakando. Mambo ya unity of this region, there is no compromise. Hata kama ni nani, I will go for him. Because the only way this community can survive is if we are united. So Pastor Dorcas, mambo ya unity ya region, tafadhali nakuomba tuweke Biblia kando. Tafadhali nakuomba. Kwa sababu if this community is divided tutamalizwa. Si ndio? Mimi hapo I am taking no prisoners. I will defend the unity of this region with my life. Because if we are divided, this man will come back and he will finish this community. This community will be extinct. Atafunga mimi na nyinyi yote mpaka Uhuru Kenyatta. I told Uhuru the other day, wewe hii mtu akirudi wewe utaenda jela. So tafadhali tusaidiane. Uhuru akasema yeye ni kwa baba. Si ndio? Hata yeye anajua. On matters the unity of the mountain, there is no compromise and there is non-negotiable. And anybody whose activities, whether with good intention or otherwise, would amount to creating a situation that brings confusion and that can divide this mountain, I will not allow it. Na hiyo mimi niko hapo. Because jamii has trusted me to protect it. And the only way I can protect this community is if it is united. Wananchi wote wako sawa. Viongozi ndio wanaweza kuwa na maneno. Na mimi wale watajaribu kugawanya hii jamii ni mimi na wewe. Na mimi nitakuja mpaka kwako, kwa mama yako niongee na yeye. I'll come and talk to your mother if you are dividing this community. I'll come and look for your mother and say, Mama so and so, talk to your son. Asitugawanye sisi kwa sababu tutamalizwa na huyo Ruto tukigawanyika. Mlima ikae pamoja, isikae pamoja. Let me in a special way thank Honorable Boy, the MP for Kathiani, and Mheshimiwa Mawadhe, and our cousins who came to help us. That is what families are all about. Ukisikia mtu ya familia yako ako na shida unakimbia unafanya nini? Si hawa kuzo walikuja kutusaidia. Kalonzo aliwatuma. Tena wakazi na Honorable Kalonzo tumeshukuru sana. Asante sana. Tumeshukuru. Na nyinyi mkipiga ndulu tuko. Si ndio? Na Salasi yako wapi hii kijana? Na hii kijana yetu huyu Salasi. He's a good boy. This young man, I have a lot of respect for him. When I was being removed from office, this young man alipewa pesa akasema hataki. And he is not one of us. Saa ile watu wetu wa jamii yetu waliuza mimi. Huyu kuzo wetu hii kijana ya Mumias East alisimama na sisi. Lakini hata mimi najua mimi ni mtu ya shukrani. Nilikuwa mpaka kwao nyumbani. Nikamtetea sana. Na ukinihitaji nitakuja. I'll make sure you come back to parliament. Taka tutembee pamoja wa kuzo.
Na ni kijana mdogo, lakini akili yake ni mingi kuliko ya Musalia na Wetangula put together. I saw sasa na Atoli. Na wanasema ako na akili kuliko ya Musalia, Wetangula na Atoli put together. Na niambie Kasongo, nimeona wewe umehamia Western Kenya. At because mlima imeteleza. Na nilikuwa nimekuambia usiguze mlima, ukajifanya mjuaji. Nilikuwa nimemwambia Kasongo, don't touch the mountain. Utapata shida. Sasa amehamia Western kudanganya our cousins. Amewatukana ati kazi yao tu ni kucheza iskuti. Sasa mimi nauliza our cousins from the Mlembe Nation. Huyu mtu aliandika mkataba na William Ruto. William Ruto akaandika na Musalia na Wetangula. The only clause he has honored ni kupatia Wetangula kazi and his relatives na familia yake, na amepatia Musalia. Ile mambo ingine mlikubaliana ya barabara 1000 kilometers hakuna. Ile mambo ya Mumia Sugar hakuna. Nzoia hakuna. Pan paper hakuna. Mambo yote mlikubaliana hakuna. On top of that amekuja ametusi nyinyi ati kazi yenu ni kucheza iskuti kuliko kuchukua kura kumchagua. Sasa mimi nauliza my cousins, tafadhali, I think you need to come to Olkalau for benchmarking. Sisi tumekataa Ruto kwa kutukana sisi, kusema sisi ni wakabila. Na tumekula fair na we don't turn up. Hii maneno ya fair nimeielewa sasa. Unajua siku naelewa. Sasa nimeuliza, unajua nimeuliza hii maneno ya Olkalau na hii fair ni kusema nini? Sasa unajua hii majenzi marafiki zangu akina Jerika hila wakaniambia ni kusema nini. Nimeelewa hii mambo ya fair. I want to challenge our cousins from the Mlembe Nation. How can William Ruto come and abuse you and say that you are kazi yenu tu ni iskuti and then mnamfuata? My cousins, please don't embarrass us. You are our family. Please dignify our family of cousins. How can he come and abuse you na kusema ati kazi yenu tu ni isukuti na hakuna kazi amefanyia nyinyi? Alafu ati anasema ati nyinyi mkipewa mkate na soda ati mnapiga kura. Sasa what is that? I think the Luhya Nation must make demands like what you are Olkalau. Before Ruto can ask for votes in Western, aunganishe stima kwa kila boma katika magharibi. Alafu hiyo kilomita 1000 aliahidi ajenge. Mambo ya gas cylinder apeane pamoja na masufuria na vikombe. Mambo ya viatu ape mpaka wazee, hapana mama yao peke yake. Mattress asipeane ile dogo, apeane ile kubwa, watu wanaweza kulala kama kapo wakiongeza jamii. Hii ya Olkalau inaleta shida. Ni ile hospitali ya mtu mmoja. Sasa inatenganisha jamii. Sasa ukipeana mattress ya 2x6, sasa mama na bwana watalala mna gani? Sasa pale Western upeleke kama ikiwa dogo ikuwe ni 4x6. Na sana sana 5x6 ndio mzuri. Boats kwanza wapelekewe pale, wako na Lake Victoria hapo Funyula, hapo Budalangi. Let me ask our cousins from Western, please dignify our family. I plead with you. Don't allow Ruto to abuse you akisema nyinyi ni watu ya iskuti. Asiletee nyinyi soda na mkate. Salasia, you must talk to our cousins. Wasikubali. Hata hao ni wa Kenya, wapewe heshima. Don't embarrass my cousins. Hatuwezi kubali. Na mimi nitaita radio ya Waluhya niongeleshe hao. Nitawapatia maneno mpaka masikio ikuwe moto. I will not allow anybody to demean my cousins. I am very protective of our family. Mimi lazima nichunge familia. I'm a family man. I believe in strong families for strong nation. And my cousins from the Mlembe Nation must be dignified. We will not allow William Ruto kuwatukana. Yule anawatukana ni watu ya iskuti. Hata watu yake walikuwa hapa Kipsigis. They are even crying more than you are crying. Pale kupata kazi Ruto anaitisha wewe 600,000. Watu wadogo. Small people. Anachukua pesa kuandika jeshi nini walilia hapa. Na nimeona ile mtu ya Standard 2 trying to guide this community. Unajua hii madharau hii watu ya Ruto wako naye. Ati
ati mtu ya standard 2 ati watu ya mlima msifuate rigiji. Mtu ya standard 2 you want to advise these people? Anyway, ni sawa. SG. Kuja sasa uone. Wewe sasa ulikuwa umesema utanyoa Kasongo akienda nyumbani. Can you change your mind sasa vile tumeshida Kalau unyoa ya mabado? Basi makofi for His Excellency our party leader DCP. Kawaida unajua inasemekana unaweza sema asante lakini hakuna mtu anasema asante. Jamani makofi to our party leader. Ndege ni rubani. It's called the law of the lead. Uongozi mzuri, mambo itakuwa sawa. Asante sana, Your Excellency, our party leader, the Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency, Reverend Dorcas Rigathi, our new Member of Parliament, the Honorable Mheshimiwa Sami Douglas Kamau Waweru, and your spouse, Mama Mercy, and all of you who are here, good afternoon. Nenderaigwa mugambo, nenderaigwa mugambo, orauga nerathulirwo, aratwika mubuge, mubuge mwega, mubuge mugi, uraririe githungu, turari na kehwai, na araria githungu, ginyara jida. Your Excellency, we are very grateful that you chose to host us for this luncheon, and it's very difficult to say anything after you've spoken, because I think you have said everything that needed to be said. But once again, my brother Sami, allow me to congratulate you on your very resounding win. We are very happy. Your Excellency, you have given the reasons why we should continue celebrating. But I think one more reason why we must continue celebrating. First, because we have actually known it is making William Ruto sad. Anything that makes William Ruto sad, we must do it. Anything that gives William Ruto a sleepless night, we shall do it. So therefore, it is the position of the party, as your Secretary General, it is the position of the party that the celebration for the win in Olkalau will continue until next year. If you have a goat at home and you want to slaughter it in celebration of Kamau, and it's not yet mature, it's maturing next year in June, slaughter it then and celebrate then until next year. Anything that makes William Ruto get sleepless night, it must make us very happy. We are happy that you made us know that you don't like us celebrating. We shall celebrate. Anyway, it's our win. Why do you want to teach us how to celebrate? We shall celebrate. And you shall do nothing about it. And number two, we are also celebrating because before Thursday, last week, the speed upon which William Ruto was going to Sugoi was 80 kilometers per hour. On Friday, it has increased. It's 120 kilometers per hour. So we shall continue celebrating. Number three, I've just been reminded that the African Revolution started when the Africans went to World War I and they saw Europeans being killed. And they saw that kumbe this European ni watu wako na damu na ni watu wa kawaida. Now you have seen William Ruto, kumbe you are just an ordinary person. So beating you is, kumbe you are just an ordinary person. You put everything in Olkalau and we beat you hands down. So we know why you want us to stop celebrating. We shall celebrate. We shall continue celebrating and we shall do nothing about it. We are so certain in our hearts and our mind that we are taking you home. If it was just one by-election, you put 1.2 billion, 1.4 billion. Oh, it's 1.5 billion, 1.5 billion. You put 14 billion in projects and many, many other things. And you are not able to beat us. We are so certain that it is even getting worse huko mbele. Maybe finally, Your Excellency, nimesikia in your speech hapa, umesema kuwa iko watu wanakuandikia message, na jana nisikia iko watu wanakuja kutembea hapa usiku. I've been told that Kevin is 1 year older than me, so he's the firstborn of this family. But I want to take over. Politically, I'll be the firstborn of this family. Kuanzia kesho, mimi naleta vijana 8 kutoka Olkalau. Iko mmoja atakuwa na man gate kuanzia saa 12 mpaka saa 6 ya mchana.
Iko mwingine atakuwa anaingia saa 6 mchana mpaka jioni. Iko mwingine ataanzia jioni mpaka saa 6 ya usiku. Na saa 6 usiku mpaka asubuhi. Ndio nijue mtu yote mwenye anaingia hapa kwa nyumba yetu. Na anaingia kwa njia gani na anakuja kufanya nini. Hiyo watu Your Excellency tunataka ile gari inafikisha Ruto Sugoi. Lazima iende na watu yake. Hakuna mtu anashuka. Na nilisema this morning kwa hiyo gari yao tunatoa ile koji itakuwa tena kidogo mnene. Yeah, we are removing that koji and we are welding that gari. Tunachomelea hiyo gari watu yeye na watu yake lazima wafike Sugoi. Waende wasiende. In fact, saa hii hatutarudi kusema Kasongo aende asiende. Tunasema ameenda hajaenda. Alishindwa hakushindwa. So and by the way, for those of you who are visitors or who have forgotten this bit of history, we are celebrating the Jubilee since J.M. Kariuki was killed, 50 years, and he was one of us in Nyandarua. So the revolution of our community has started in Nyandarua, and it's not stopping. It is spreading across. Mimi, I want to thank all of you, most sincerely, because you gave your blood and sweat. You really fought so hard. As a person who was given that responsibility with the Honorable Wanjiku Moya to lead this particular team, I am a very proud leader. I am so happy. Your Excellency, you don't know the kind of commitment that we saw in this team. I keep reminding this little girl here called Wangeshi, Wakili. She came to Olkalau and was there for 3 weeks. Even when I think it became very difficult, she got a home to be staying in a place called Gashwe. And that is the kind of commitment that we saw in our people. There was another lady called, is running in Maragua, Wambui Nyutu. When chefs were not enough in our small, we try to copy here. Hey, things are difficult, so we can't cook for everybody. Na hiyo mtu mmoja aliniambia ati mkikuja huku mnakula matunda na mkikuja Muguma mko mnakula matunda, tafadhali. We did what we could. This lady was in the kitchen. Alikuwa anasaidia mpaka watu wa kitchen kupika. And all of you, I think I am very grateful on behalf of our team and on behalf of the party. We are very grateful. Maybe just as the party leader said, whatever we can do kulipisha, we shall try. Mimi kama secretary general yenu, kazi yangu ni tatu. Number 1 ni kusukuma chama. It is my work kusukuma chama, and I will do my best to ensure that this momentum that you have itaendelea na iendelee kabisa. And that is why I can give you a commitment without fear of contradiction. It is my position that those of you who are seeking elective positions, please continue. But I promise you that our nominations will be free, fair, and credible. I know some people don't want to clap because they think they are my friends, so I can do anything about it. There's nothing I can do about it. In fact, don't even come to speak to the party leader. Just go and speak to your voters. How ndio watu watakupatia kiti. This young man here was refusing to go for nomination. He's my friend. He refused to go for nomination. I told him, you will not become member of parliament. Alikubali tu hivyo shingo upande, lakini you see, there's nothing would have done. Huyu alikuwa ananiambia tunaenda naye na pikipiki, that he is my friend. I could do nothing, my brother, and it will be the same for all of us. So tuweke bidii. Hiyo ndio kazi yangu namba 1 ya kusukuma chama. Kazi yangu namba 2 ni ya kuhakikisha hii gari ya kupeleka William Ruto nyumbani tumeweka grease, tumeangalia kila kitu ndio isiwahi simama hata siku moja. It is my work kuweka bidii kabisa tuhakikishe tumesukuma William Ruto aende nyumbani. Kazi yangu ya 3 ni ya mwisho. As a party, we have a presidential candidate. Tunaye ama hatuna? As a party, Mheshimiwa Mboya, I want you to listen properly. Let me stand here so that you can see me. You know you can't say it. I will say it because it's our party. I'm the Secretary General of the party. As a party, we have a presidential candidate. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Our work, Mheshimiwa Mboya, is to push Rigathi Gachagua from this region. These 6 million people, we are pushing Rigathi Gachagua to come to the table. Akuja ongea na hao wenye atapata huko. Lakini kazi yetu kila siku utakuwa nasema Rigathi the 6th, Rigathi the 6th, Rigathi the 6th. Akifika hapo kwa meza mtaambiana vile mtaambiana. Akikuja atuambie mmekubaliana njia nyingine, it's up to him. But as a party, we have a presidential candidate and we shall push our presidential candidate kwa nguvu yetu yote. And I'm sure you have seen, Your Excellency, you can actually stay in Wamunyoro here. Na utoke hapa ukienda kuapishwa. Unaweza kaa hapa na usitoke. Hii jeshi yenye umetengeneza hapa ni jeshi inatosha kukutafutia kiti. Tunatosha ama hatutoshi? Ma minister umesahau, kwa hiyo watu walikuwa na hesabu. Iko mpaka magavana walikuwa wamekuja hapa, magavana 3. Gavana yote mama alikuwa Olkalau, akiwinda huyu Kamau.
Walikuwa wameambiwa kama wewe ni mama na ni governor, enda Urukalau. Wote walikuwa wamefika Urukalau. Hii jeshi yote ni ya kuhakikisha tunasukuma Rigathi Gachagua aende State House. But not to say that hatujampatia freedom ya kukaa na watu wengine. Kazi ya kukaa na watu wengine, we trust his wisdom. Akae na watu wengine wazungumuze. Lakini as far as we are concerned, Mheshimiwa Mboi, as far as we are concerned, as your Secretary General, I'm looking to you direct into your eyes. And you know me. Si niliambia hata Kasongo, si unajua nilimwangalia tu kwa macho kama vile nakuangalia. Nikamwambia as far as we are concerned as a party, we have a presidential candidate called Rigathi Gachagua and we shall push him mpaka tumfikishe huko. I'll allow the ED to come and say 1 minute because he's the one that was organizing all these adopters. 1 minute, Bwana ED. It is now going to 3 o'clock, so this will be very fast. Good afternoon, everyone. My name is Ezra Nobaga. I've been the SG now. I handed over to Mheshimiwa Methu. I'm the executive director now. Mine, I just want to thank the party leader, all the adapters, who, since the day we started, the names we had and the way you cooperated, until you handed over to the agents. Mine is to thank you so much. And I want to really thank you the way you cooperated until we finished. I used to encourage you and gave you a surety that we were prepared. And I'm sure you believed in me. Many told me I was lying when I told you were prepared in terms of security and all other things. But you saw the final day how we were prepared in terms of security and all other things. In terms of the agents, coordination, you know how organized we were. That's how we were going to win our presidency under Rigathi Gachagua. So we are prepared. As a secretariat, I have my team with elections board, which is here also. You can stand up. We have the secretariat. I don't know if they are here. They were helping in registration outside there. Or they are at the corner. Thank you so much. We stayed in Olkaro also for 2-3 weeks. I want to thank our eminent chair and the Wakili Ndegwa. They hosted us in their homes. They gave us a free hand and a speaker. We had 3 homes other than Methu's, where we were operating from with full security. So, Mheshimiwa Kamanda, thank you so much. You gave us your home. I was working freely with my team day and night until we finished. Thank you so much, Mheshimiwa Ngodho. Thank you. Thank you so much and congratulations. Asante sana. Thank you very much. Our ED from the National Elections Board, Wanjiru Kago. Just also a minute. Please clap for her as she comes. They conducted a very credible nomination. Good afternoon, everyone. I will use the analogy of a spider. A spider makes a very intricate web, and we look at it and are amazed at how beautiful the web is. Now, each of us here is a thread to ensure that His Excellency made a great web. And I would like us to encourage each other to be strong threads. Asanteni sana. Thank you very much. And by the way, I almost forgot, in the spirit of celebration, those of you who can, we are still celebrating on Monday. Come to Mugumo. Tumepatiwa mandume, tutakula tena. Na tukipata ingine tena tutakula ingine, hakuna shida. Huyu mtu anaitwa Jose Kawaithera sahi amekuwa akifanya kazi ya controller hapo. Unajua hiyo ni kwa Munyorondoko. So uhakikishe watu 10,000 wanakula hapo on Monday, hakuna shida. On behalf of our adopters, Wakili Lawrence Karanja, I hear you had already agreed that he speak on your behalf. He was our adopter in a polling station called Gorika, and they did very well. Please clap for him. Your Excellency, and the Second Deputy President, the members of Parliament present, and DCP members. On behalf of the adopters, we want to thank Your Excellency for trusting us with the work. Actually, you allowed us to work independently. The SG, I remember the day before when we met you, you told us, what would happen if I'm arrested? And we said, even if you are arrested, the elections will go on because we have fully taken care of all our polling station. To my colleagues, thank you very much.
those who committed their resources, committed their time, and committed everything. To the elected members of parliament, thank you very much for the support. When we needed you, there was a time we needed those who were elected to come to our station. You are always available to come and give us backup. I was in a polling station called Ngorika, one of the biggest polling stations, which was under threat, but we really protected it. May God bless you, and we can see victory. Victory is just about to come. We have just started the journey. Thank you very much, and may God bless you. Thank you, Wakili. Please clap for him. On behalf of all our agents, wenye walikuwa ndani ya darasa, Mheshimiwa Arwadhia, Mheshimiwa Kamau Kagori. Asante sana our SG, His Excellency Rigathi Gachagua, our mom, Mheshimiwa Sami Douglas Kamau Waweru, na wote waliokuja hapa na agent. Mimi nimeitwa hapa kuongea on behalf ya agent, na niseme nilikuwa pale AC, tulikuwa na Mwangi M-Pesa hapo, na tuka make sure kila kitu iko salama. I think Senator Medho amesahau kuwaambia, hata mimi nilikaa pale almost 55 days nikiangalia Orokaro venye iko. Alafu nitashukuru chama kwa sababu bado mimi nilikuanga RO wakati wa nomination ya DCP, na wakaniaminia bado, na nikarudi hapo tu na tukafanya kazi safi na kazi inaonekana. Asante sana kwa chama kwa kutuaminia, na asante sana Sami kwa sababu ungebadilisha useme unataka watu wa nyumbani, lakini kama agent ukatuaminia watu wa nje na tukakuja na tukakushikilia. Asante sana chama kwa hiyo kazi mzuri umefanya. So Kasongo ni one term, na His Excellency kabla ujenda US waza kwa Nguruwadhia. Asante sana. Thank you very much. Sorry, I forgot, kumbe ulikuja mpaka huyo alikuja na majani chai ya kutoka kwake kwa sababu aliona ile tunapika si mzuri. Ni vile unakaa kama mimi, so I thought you are one of my children. So hakuna shida. Karibu sana Mheshimiwa Kagori, and thank you because of reminding me. Mlifanya kazi kabla tufike kwa siku ya kura, mlitusaidia kwa siku ya nomination. Kwanza mimi siku hiyo mimi nilikuwa nimeenda raha, na mnajua. Najua His Excellency alikuwa ananiambia hapana, nikamwambia hapana, acha tu mimi niende. Mimi nilikuwa London. Mlikuwa nasikia mtu ananipigia simu sijui ballot hazijafika, na muuliza wapi? Unajua mimi niko London, mimi nashangaa ballot ya wapi na sisi tuko London. Let me recognize all our coordinators, the ones that are coordinating the wards. Mheshimiwa Wanjiko Moya was coordinating Mirangine, she get an opportunity. Mheshimiwa Sisiri was coordinating Kanjwere, mpigieni makofi. Mheshimiwa Wanjiru was coordinating Kaimbaga, mpigie makofi. Mheshimiwa Gadhungu was helping us in Karau, mpigie makofi. And on behalf of all these coordinators, let me allow the Honorable Nderi Ndiani, you have been selected to just say a word on behalf. He was coordinating for Rurie. Thank you very much, Your Excellency, Rigathi Gachagua, and all protocols observed. Good afternoon. My name is Nderi Ndiani. I want to take this opportunity to thank Your Excellency because I think every battle, every war is won at the planning stage. I listened to the plan that was actually made to win the election in Okalau. And together with the coordinators and yourselves, we ensured that that plan was executed well and properly, and that is the reason why we had this win. I was to take the opportunity to thank the adopters. You assisted us so well. You made sure that the plan that was put in place was well executed. And the dedication I saw, the sacrifice that you exuded was in another level. Finally, I want to thank our leader, Senator Medho, and also Mheshimiwa Wanjiko Moya. They actually showed us what education is all about. They taught us how to move and how to execute the plans. We thank you very much for that. All of you, what Olkalau has shown is that with good planning, with dedication, with sacrifice, we are making Rigathi Gachagua the 6th President of the Republic of Kenya. Thank you very much. Thank you very much. There are so many observers who are with us from LSK. Please, simameni ndio tuwatambue. All our observers, all of them. I think on their behalf, let me allow Wakili Kiragu Wadhuta to come and say hello. Hawa ndio walienda mpaka kotini kusaidia wale ambao walishikwa. Just a minute. Good afternoon, everyone. I'm very happy, Your Excellency,
Rigathi Gachagua, and all the team that came to Ol Kalou, our home. And thank you so much, Senator, for the good job that you did. We have a whole battalion of lawyers. We deployed above 84 lawyers in Ol Kalou. We made sure there was a lawyer in every polling center. And that team is still growing. Today we were in court with Wanjiku Muhia. And going forward all the way to 2027 and beyond, Your Excellency, we assure you that you have a whole legal team to support DCP and all the elections that will come. And all our members, whenever you have any challenge with the law in this process, we are behind you.